Alikuwa anajiuliza sana Sara asingemuumiza Diamond Platnumz, sababu gani ingetokea kumfanya Diamond kuwa hapo alipo. Baada ya kuumizwa na Sara mpaka kufikia kuandika wimbo akamwambia, ambao umempatia umaarufu mkubwa mpaka kufikia dunia kumjua, Diamond Platnumz amekuwa kipenzi cha mabinti kwa umahiri wake wa kugeuza muziki kuwa pesa. Kwa mfano, hao wadada waliomsababisha Diamond kuandika nyimbo kama Mbagala, Mawazo, Nataka Kulewa pamoja na Nalia wasingefanya walichokifanya kwenye maisha yake, ni nani angekuwa na hasira ya kubeba nembo ya Bongo Flava kuwa hapo ilipo? Kila jambo hutokea kwa sababu, na muda mwingine sababu huacha makovu ndani ya mioyo ya watu kiasi cha kutojali kuwa kilichotokea ni changamoto za wanadamu na si kila binadamu atakufanyia hivyo. Uvumilivu anaoonyesha Zuchu kwenye maisha ya Diamond yamewashinda wengi. Kuna muda kuna haja ya kumpongeza kama alivyofanya mwenyewe Nasibu kwa kumpa cheo cha kuwa mtu. Natamani kuona Zuchu akivumilia na kuushinda moyo wa Diamond kwa kujenga upya na kumwaminisha kuwa yale aliyokukuta hauwezi kuyapitia tena. Kuna haja ya kushusha silaha chini. Ni subscribe nikwambie kwa nini nayasema haya yote. Napenda kuona watu wanapendana, kwenye makosa washikamane na kupambania ndoto kwa pamoja. Naona dalili ya Zuchu kuwa hawa wa Diamond, maana kwa msululu wa wadada warembo waliopita kwenye maisha ya Diamond, mpaka sasa yeye ndio mwenye nguvu ya kuvumilia matukio. Jina Nasibu Abdul Juma, mzaliwa wa Tandale, Dar es Salaam, alianza kupata umaarufu kwa wimbo wa Kamwambie. Huu wimbo una historia kubwa sana kwa Diamond. Kwenye moja ya mahojiano zamani sana aliwahi kusema kuwa wimbo huo ni stori ya kweli kutoka kwa aliyekuwa mpenzi wake Sara. Alipomwacha na kwenda kwa mwanaume mwingine, ndipo Diamond akaandika Kamwambie, na hata hivyo alifikia kusema kuwa wimbo huo kwenye chorus mwanzoni, kabla ya kuubadilisha ili kuwa usikike, nenda kamwambie Sara kwa jinsi nilivyompenda mimi. Hii ndiyo pointi yangu, najaribu kujiuliza kuwa Sara ndo amemfanya Diamond kuwa alivyo, mtu wa matukio kwa wadada. Ni kwamba Diamond haamini tena mapenzi ya kweli, na vipi hizi jitihada zote za dada yetu Zuchu? Nikaona sio mbaya nikiangalia safari ya mahusiano ya Diamond kutoka kwa mrembo wa Tanzania wa muda wote Wema Abraham Sepetu mpaka kwa mkewe Zuchu. Nadhani kwa safari yake hii tutajua kati ya hao nani anastahili kuwa Eva wa bwana Nasibu Abdul. Nyota ilipoanza kung'aa kimuziki na kuwa na jina kubwa na mashabiki wengi wa muziki kwa upande wake, akaanza mahusiano na Wema Abraham Sepetu. Mahusiano haya hayajawahi kuwa ya kawaida kabisa. Mahusiano yaligusa vichwa vya habari kila kukicha. Wema alikuwa ndio mwanamke wa kwanza maarufu kuwa kwenye mahusiano ya wazi na Diamond. Mapenzi yao yalianza mwaka 2011, ilikuwa kama sinema. Walipendana kwa dhati, walipigana wakarudiana na kuachana mara kadhaa. Mapenzi yao yalijaa drama, vituko na hata fitna za marafiki na watu wao wa karibu. Kama kuna video fulani mtandaoni ikionyesha moja ya tukio wakati Martin Kadinda akiwa anataka kutoka na Wema kwenda klabu, Wema akampigia Diamond kuomba ruhusa. Kilichoendelea ni drama ya hadhi za tuzo za Oscar. Wema alimpenda sana Diamond. Wakati huo Diamond alikuwa bado yupo kwenye safari ndefu ya kuutafuta umaarufu zaidi, na tamaa ya umaarufu ikaathiri kwa kiasi kikubwa uhusiano huo. Madai ya usaliti yakaibuka mara kwa mara pande zote mbili. Udaku kashika kasi kwa stori za kweli na zisizo za kweli mara kwa mara. Diamond kutoka na wanawake wengine, Wema kulalamika hadharani. Hizi zilikuwa caption na vichwa vya habari vya magazeti tofauti tofauti. Penzi lao likadumu kwa miaka 3 kisha kuvunjika rasmi mwaka 2014. Wema alilia sana, hata kusema kuwa Diamond ndiye mwanaume aliyempenda kwa dhati kuliko wote. Maisha yakasonga mbele. Baada ya Wema kaja Penny, mtangazaji maarufu wa TV kwa wakati huo. Alikuwa mtulivu sana, msiri na mwenye kujali. Hata hivyo,
mapenzi yao hayakudumu kabisa. Baadhi ya peji zikaandika kuwa Penny amewahi kushika mimba ya Diamond. Penny alilia kwenye mahojiano baada ya kushindwa kuvumilia umaarufu wa Diamond na skendo za mara kwa mara, akisema kuwa alijitoa kwa moyo wake wote lakini aliumizwa sana. Diamond akaanza kuonekana kicheche, labda kuna siri hatujui juu ya uhusiano wake na Wema ambao hii ikapelekea kuharibu kwa Penny. Nasib akahamia Uganda baada ya kukutana na mrembo kutokea huko, Zarina Hassan. Huu uhusiano ulikuwa wa kifalme sana, kuanzia kwenye mtoko rasmi wa Zari White Party mpaka maisha waliokuwa wakiishi wawili hawa. Zari alibadili maisha ya Diamond kabisa na hata kupiga hatua kufikia kuzaa watoto na Diamond, Tifa na Nilani. Hakika hii ndo ilikuwa Royal Couple ya Afrika Mashariki. Mapenzi yao yalikuwa na kila kitu: pesa, majumba na safari za kifalme, mitoko ambayo haikuwa tu ya ardhini bali walivunja anga pamoja mpaka kufikia kuimba nitampata wapi. Na kwa wasiwasi mkubwa akaandika utanipenda, lakini pia maumivu ya usaliti yakaibuka. Zari alikuwa mpenda familia, lakini Diamond hakuacha skendo za usaliti. Mwaka 2018 Zari alitangaza kuachana naye kupitia Instagram kwenye siku ya wapendanao, akiandika kuwa sina tena nguvu ya kuvumilia matusi, usaliti na aibu kwenye ndoa ya umma. Kilikuwa kipindi kigumu kwa Diamond. Alilia, alikiri makosa yake na hata kujaribu kumrudia Zari, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Uhusiano wa Diamond na Zari kwa miaka 4 waliokuwa pamoja ulikuwa ndio uhusiano ulioshambuliwa zaidi na baadhi ya watoa taarifa za udaku mitandaoni. Ilikuwa wazi kuwa huu uhusiano ungefika mwisho kutokana na changamoto kuwa kubwa kuvuka kiwango cha uvumilivu wa kawaida kwa mwanadamu. Kipindi kigumu hakidumu milele. Nyakati ngumu ikaisha, jitihada za kulea watoto zikafuata, mambo yakawa mengi mpaka kupatikana mwafaka na maisha yakaendelea kama kawaida. Wakati akiwa na Zari, Diamond alihusishwa kuwa na mahusiano na mwanamitindo Hamisa Mobeto. Siri hii ilifichuka baada ya Hamisa kujifungua mtoto wa kiume aitwaye Dila. Hili likasababisha moto mkubwa baina ya Zari na Hamisa, na drama zikajaza peji za mitandao, kesi za malezi zikajaza mahakama na marumbano yasiyokwisha. Mwisho wa siku mambo ya DNA na Diamond akachagua kulea mtoto wake, japo mahusiano na Hamisa hayakudumu tena. Ninaposema kuwa Diamond ni kipenzi cha mabinti, na maanisha kuwa huyu ni star aliyefanikiwa kuwa kwenye mahusiano na wanawake wenye mvuto zaidi machoni mwa Watanzania. Miss Tanzania mwaka 2006 Wema Abraham Sepetu na mwanamitindo ambaye ni Hamisa Mobeto, kwa sasa wote wakiwa kwenye mahusiano mapya, mmoja akiwa tayari mwanandoa na aliyekuwa mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans anayekitumikia kikosi cha Wydad Casablanca ya Morocco, mwingine akiwa mikononi mwa msanii wa muziki wa Bongo Flava Whozu. Kuna mchango mkubwa sana juu ya unayoyapitia kwenye kujenga kesho yako. Nawaza labda Diamond kuwa alivyo ni matokeo ya maisha ya mahusiano yaliyoanza yakapelekea kuwa hivyo alivyo. Labda imani juu ya mahusiano ikawa ndogo kiasi kosa la mwingine adhabu wanapata wengine, au huenda misimamo yake juu ya mapenzi ni sababu pia, maana tunaishi kwa kujifunza na mafunzo ya dunia ni magumu sana kiasi cha kwamba ukipata nafuu unajenga misimamo hadithi kwa ajili ya kesho yako. Safari ya kutafuta mwenza wa maisha kwa Diamond Platinum ikaendelea, msingi mkubwa ikiwa ni maumivu na huzuni za mara kwa mara ya ndani ya moyo yakiwa ni siri yake na anaotengeneza mahusiano nao. Kituo kilichofuata ikawa mrembo kutoka Kenya, Tanasha Donna, anayefahamika kama msanii wa muziki, mtangazaji na mwanamitindo maarufu Afrika Mashariki. Kuanzisha mahusiano na Tanasha ilikuwa kama kuhesabu nchi za Afrika Mashariki. Urembo aliojaliwa mwanamitindo huyu ni wazi kabisa ni mrembo wa ndoto wa vijana wengi sana kutoka nchi tofauti tofauti duniani. Upole wa muonekano wake, mvuto wa rangi yake, ni wazi kuwa Diamond aliyopoa chuma cha kufuta maswali ya waliokuwa wakiwaza atakuwa na mrembo gani baada ya warembo waliokuwa nao kutoka Afrika Mashariki. Huu uhusiano haukuwa na kelele nyingi kuzidi mahusiano yaliyopita, ila ukweli ni kwamba huu uhusiano ulikuwa na mjongeo wa kimkakati na kuinuka zaidi kutoka walipokuwepo mpaka kuelekea mbele zaidi kimafanikio. Mwaka 2019 mahusiano haya yalipoanza, tukashuhudia nyimbo,
safari na mitoko ya pamoja, na kubwa zaidi, mtoto Nasib Junior. Tanasha alionekana kama ni mtu aliyekuja kubadili maisha ya Diamond Platnumz. Kila lilipoibuka kwenye udaku halikufua dafu kwenye maisha yao, na mashabiki wa muziki wakatarajia kuwa sasa rasmi Diamond amepata mke wa ndoto yake. Kwenye kila maisha ya mtu maarufu huwa kuna taarifa ambazo zinaibuka kutoka kwa wambea ambao wanasambaza hizo taarifa kama udaku. Huenda walikuwa wakweli kwa taarifa zao ama la, ila ukweli ni kwamba udaku ni taarifa ambazo kimsingi hazihitajiki kutoka nje, maana nyingi huvunja mahusiano baina ya wanafamilia, muda mwingine huzua taharuki na maugomvi kwa wahusika. Mfano, Diamond alipokuwa na mahusiano na Wema Sepetu, kuna habari zilisambaa kwenye moja ya sherehe za siku ya kuzaliwa ya Wema kuwa Wema alizawadiwa gari na baba wake ambaye si mpenzi rasmi, na kwa kipindi hicho gari alilozawadiwa, Toyota Morano, ilikuwa ndio gari yenye soko zaidi ndani ya nchi ya Tanzania. Unadhani kwa udaku huo nani angekosa kujiuliza maswali kuhusu ukweli wa mambo? Kwenye mahusiano na Penny, tetesi za usaliti zikawa nyingi, mara Diamond hivi, mara Diamond vile. Alipotua kwa Zari, hapa balaa likawa kubwa zaidi, maana moja ya tetesi ambazo peji za udaku ziliweka kusambaa ni ile ya Q-Boy Msafi kuonekana na gari ambalo Zari alikuwa akiendesha, na kuzua gumzo la maswali kama ni mchepuko wa Zari, na kupelekea mpaka kuondolewa Wasafi muda mfupi baadaye. Kwa Hamisa pia usalama ulikuwa mdogo, maana zilisambaa video zao kabla ya kurasimisha uhusiano, na tetesi za mtoto kabla ya kuthibitishwa na wahusika, na kubwa zaidi ya yote ni ugomvi wa kifamilia. Nyingi zilikuwa taarifa za uvumi na hakukuwa na wa kuzithibitisha wala kukanusha. Kwa Tanasha washauri wakawa wengi, mara tumia tu usizae, mara atakuacha hivi karibuni, mara hupendwi na mama mkwe. Labda kati ya mengi mitandaoni ipo sababu ya kuvunjika kwa uhusiano huu mapema. Tanasha alijitahidi sana kuwa mwanamke wa familia, lakini akasema kuwa Diamond hakuwa tayari kubadilika. Aliondoka kimya kimya kulinda heshima yake. Hata hivyo, alifichua ukweli kuwa aliumia sana. Kuvunjika kwa uhusiano wa Diamond na Tanasha Donna ni wazi ilikuwa fursa kwa wasichana wengine ambao kimsingi walikuwa wanawaza watampata lini. Diamond akazidi kuongeza nguvu kwenye muziki wake na lebo yake, kuwa mwanzo wa maisha mapya ya mwanamuziki huyo. Pengine labda hata yeye hakutarajia kuwa alikuwa anaelekea kumpa umaarufu mwanamke ambaye atafunga naye ndoa. Zuhura Othman Sudi, binti aliyezaliwa na kukuzwa na familia yenye uwezo mkubwa wa kuimba na kutunga mashairi, mama akiwa staa wa muziki wa mwambao, na baba ambaye alikuwa mwandishi wa muziki huo aina ya taarabu kwenye bendi ya TOT maarufu Toti. Zuchu kabla ya kuingia rasmi kwenye muziki alikuwa msomi nchini India. Akachukua maamuzi ya kurejea Tanzania na kuanza rasmi harakati za kimuziki. Mlango wa kwanza baada ya kurejea Dar es Salaam ni tamasha la Techno on the Stage mwaka 2015. Aliimba cover nzuri ya wimbo wa Wahoo uitwao Sweet Love. Kuanzia mwaka 2016 hadi 2020, Zuchu alikuwa anatumia muda wake mwingi kwenye studio za muziki Dar es Salaam, hata kushiriki kwenye baadhi ya matangazo yaliyohitaji sauti za kuimba bila hata ya kuwa na wimbo rasmi. Alitumia muda wake kikamilifu kwa majaribio mpaka alipokutana na mwanamuziki Diamond Platnumz kwenye moja ya mikutano akiwa pamoja na mama yake, kwa bahati mbaya ambayo iligeuka kuwa bahati nzuri. Aprili mwaka 2020, Zuchu alijiunga rasmi na lebo ya Wasafi baada ya msoto wa muda mrefu karibu kukata tamaa na lebo hiyo. Ndipo Diamond akamtafuta baada ya kuupitisha uwezo wake wa kutunga na kuimba alionao, na kumfanya kuwa mwanamke wa pili kusainiwa chini ya lebo hiyo baada ya Queen Darleen. Zuchu ni miongoni mwa wasanii waliokula msoto kwa muda mrefu sana, kwani kwa miaka 4 alikuwa chini ya uangalizi ili kama anafaa kuwa msanii wa kiwango cha lebo asainiwe. Akawa na changamoto kubwa kueleweka, na ikamlazimu kutumia muda wake mwingi studio bila ya kutoa wimbo. Uhusiano wa Diamond na Zuchu ulianza kama masihara.
promo za kuwa na msanii mpya ziliwasogeza karibu kiasi kwamba kila kukicha wanaongelewa. Mfano ile Dina Date ambayo ilikuwa gumzo mtandaoni, labda mashabiki walianza kuona dalili tangu nyakati za utambulisho wa Zuchu, ikapelekea mpango mkakati wa kumsogeza mjini ukawa ni mitoko ya mara kwa mara, zawadi ya gari kama motisha kwa msanii rasmi wa lebo, na matukio mengi ya mafunzo kumudu biashara ya kimuziki ikawasogeza karibu zaidi. Machi 2022 walihudhuria harusi ya Diva the Boss wakiwa wamevaa nguo zinazofanana. Miezi miwili baadaye wakashirikiana kwenye wimbo wa Mtasubiri ambao video ikawa story zaidi kuibua uvumi wa mahusiano. Huu mwaka wa 2022 uliwasogeza karibu zaidi, na Zuchu kwa mara ya kwanza alikiri wazi kuwa rasmi ana boyfriend. Mahusiano yalipamba moto zaidi kuanzia mwaka 2023, lakini mwezi Novemba mwaka 2024 Zuchu alitangaza rasmi kutengana baada ya miaka mitatu ya uhusiano. Kwa pamoja waliamua kutulia, lakini mwaka huu wa 2025 zilisambaa video zikionyesha Zuchu akimwita Diamond mume, na Mama Dangote ambaye mama mzazi wa Diamond alithibitisha kupitia Instagram ishara ya kuwa wameoana. Kwenye kila safari ya mwanadamu kuna hatua, huenda hatua nyingine zinaweza zisiwe za kufurahisha, lakini kutokana na kila kitu kinatokea kwa sababu, unabudi kujifunza kwenye kila hatua. Diamond amekuwa ni miongoni mwa wasanii waliopita kwenye mahusiano mengi mpaka kufikia kuthibitisha ndoa na Zuchu. Kama uhusiano wao ulivyoanza kimzaha, matumaini safari yao hii itadumu kimzaha, lakini kwa sasa nadhani Zuchu ni hawa wa Diamond. Licha ya vikwazo na changamoto nyingi, uvumilivu wake ni nyenzo muhimu ambayo bado ikiendelea kuwa na nguvu watafika mbali zaidi. Wanaosema kuwa ni kiki, labda niulize, kwa ukubwa wa Diamond Platnumz sasa hivi, unadhani kiki anazihitaji au kiki zinamhitaji yeye? Naamini ni upendo uliowakutanisha na ndoa ikawe ya kheri milele. Amin.